kanisani palitakiwa pawe ni mahala pa takatifu, pawe ni mahala pa kutengeneza, pawe ni mahala pa matengenezo, pawe ni mahala pa marekebisho na kutengeneza chochote ambacho kimeharibika. Bwana asifiwe sana. Yaani kifupi, kanisani kulitakiwa iwe ni gereji ya kurekebisha kitu chochote ambacho ni kibaya, ambacho kimepinda, ambacho kijakaa vizuri. Yaani kiufupi, kanisani palitakiwa pawe ni mahala pa kuwatengeneza wenye dhambi. Bwana asifiwe sana. Pawe ni mahala pa kuwatengeneza waliopinda, waliolemewa na mizigo ya dhambi. Wakija kanisani waweze kurekebishwa, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini mpo salama na neema ya Yesu inanyi popote mlipo. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi mfano wa hii ambayo ameninemia kuwa mbele zenu asubuhi hii ya leo. Natamani tuweze kuzungumza mawili matatu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Leo hii kuna mengi tumeyaona hasa makanisani. Asilimia kubwa kanisani palitakiwa pawe ni mahala pa takatifu, pawe ni mahala pa kutengeneza, pawe ni mahala pa matengenezo, pawe ni mahala pa marekebisho na kutengeneza chochote ambacho kimeharibika. Bwana asifiwe sana. Yaani kifupi, kanisani kulitakiwa iwe ni gereji ya kurekebisha kitu chochote ambacho ni kibaya, ambacho kimepinda, ambacho kijakaa vizuri. Yaani kiufupi, kanisani palitakiwa pawe ni mahala pa kuwatengeneza wenye dhambi. Bwana asifiwe sana. Pawe ni mahala pa kuwatengeneza waliopinda, waliolemewa na mizigo ya dhambi. Wakija kanisani waweze kurekebishwa, waweze kutuliwa mizigo waweze kutua mizigo hiyo walionayo. Kanisani ni hapo litakiwa iwe ni sehemu hiyo ya kufanya matengenezo, Lakini bahati mbaya tunaendelea kuona mengi sana yakifanyika makanisani kwa asilimia zote. Na mengi hayo miongoni mwao mema ni madogo, lakini mabaya ndio mengi sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kanisani leo pamekuwa ni pango la wanyang'anyi, imekuwa ni sehemu ya kujitwalia fedha na mali, imekuwa ni sehemu ya kufanya uzinzi na uasherati, imekuwa ni sehemu ya kufanya ujinga mwingi sana ambao mbele za Mungu haupendezi kwa asilimia zote. Na hakuna ujinga wote ambao mbele za Mungu utapendeza kwa asilimia kubwa. Sasa kanisani pamekuwa ni mahala, pamekuwa ni kichaka cha kutenda mabaya. Bwana asifiwe sana. Yaani duniani kuna watu ambao wanatamani waje kanisani, lakini wakiangalia yanayotendeka kanisani kwa asilimia zote wanakata tamaa ya kuja hata kanisani, kwa maana kanisani kuliko iwe ni gereji ya kutengeneza ya matengenezo, imekuwa ni sehemu ya kufanya ujinga wote, imekuwa ni kichaka cha wenye dhambi kwa asilimia zote. Bwana asifiwe sana. Uzinzi, uasherati unafanyika makanisani leo. Bwana asifiwe. Unafanyika makanisani leo pasina woga wowote. Mungu atuhurumie sana. Sasa swali linakuja, wale tunaowahubiria kwamba waje makanisani, na wakati makanisani penyewe pamechafuka namna hii, tuwapeleke wapi? Waende wakaingie wapi? Waende wakae sehemu gani? Wakati mwingine watu hawaokoki kwa sababu ya matendo yanayofanywa na walokole. Bwana asifiwe sana. Leo hii ni mhubiri, ni mlokole kabisa, lakini unakwenda kuzini na mwanamke. Hebu fikiria,
wanaokutazama, wapagani ambao wanakutazama, je, wataokoka? Je, watakusikiliza ambao unaongea? Jibu ni hapana. Na moja kwa moja unawakatisha tamaa ya kumtafuta Mungu huyo, anaibisha kwa sababu ya matendo mabaya ambayo unayafanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hakuna uwezekano wowote wa kusikilizwa na mpagani yeyote ama kumuhubiri mpagani yeyote kwamba aokoke aje kanisani, wakati kanisani penyewe pamekuwa ni sehemu ya ulevi, imekuwa ni sehemu ya unyang'anyi, imekuwa ni sehemu ya machafuko yote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Leo kuna video ambayo nimeangalia kwenye mtandao, nikaona wanafanya kanisani panafanywa uzinzi. Yaani uzinzi wa hali ya juu. Bwana asifiwe sana. Bwana aturumie sana kwa kweli. Sababu hali hii kwa asilimia kubwa imetokea sehemu nyingi sana. Na ndio maana leo makanisa yamebaki tupu bila nguvu ya Mungu ndani yake. Nasema hatuombi. Hakuna, sio muombi. Mnafanya nini baada ya maombi? Bwana asifiwe sana. Alafu unakaa sijui unamhubiri mpagani. Hapana. Kanisani palitakiwa pawe ni sehemu ya kutengeneza watu, iwe ni sehemu ya matengenezo kwa asilimia zote. Lakini bahati mbaya kanisani leo pamekuwa ni sehemu ya kufanya uzinzi, ya kufanya ushetani wote ambao wenyewe wanaujua wao ufanyao. Wanatumia sana. Yaani umekuwa ni wajinga sana. Alafu wanavaa vazi la kondoo kwenda kuhubiria mataifa kwamba waache dhambi eti. Hapana watu wa Mungu, ifike mahala tabia hizi zikome kwa asilimia zote. Sababu hakuna ambako tutakwenda kwa staili hii na kwa hali hizi ambazo zinafanywa na watu hawa. Sasa watu wa Mungu, nataka nifuate kwa makini sana. Niende kwenye kitabu cha Luka haraka hapa. Niende kwenye Luka haraka hapa. Kwenye Luka haraka hapa. Luka 13 haraka hapa, tuangalie maandiko yanasemaje. Kitabu cha Luka mtakatifu yule 13, nikianzia kwenye 3 pale, nimesikie anasemaje. Watu wa Mungu mnifuate kwa makini sana. Kanisani hapa kutakiwa pawe ni sehemu ya michezo. Pawe ni sehemu ya kufanyia ujinga ambao wenyewe mnaufahamu. Hapana. Palitakiwa pawe ni mahala patakatifu. Mwenye dhambi akija asirudi vile. Hapa kutakiwa pawe ni sehemu pa kuchezea ujinga, pa kufanya upumbavu. Unavaa ovyo kanisani. Unavaa nusu uchi kanisani. Unavaa suruali kanisani, ujinzi kanisani. Hapana. Palitakiwa pawe ni mahala pema sana, patakatifu sana, kama Mungu alivyo mtakatifu sana. Na hata zaidi ya sana. Lakini bahati mbaya tumeingiza udunia kanisani kwa asilimia kubwa. Na ndio maana leo hakuna tofauti kati ya kanisa na dunia. Maana ambayo yanafanya duniani ndio ambayo yanafanywa kanisani kwa asilimia kubwa. Ambavyo wanavaa duniani ndivyo ambavyo wanavaa kanisani kwa asilimia zote. Wanaturumia sana. Kanisani ilitakiwa iwe ni sehemu ambayo ina utofauti sana na duniani. Lakini bahati mbaya walevi kanisani, wazinzi kanisani. I say, Mungu aturumie sana. Luka 13:3 anasema, nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtangamia vivyo hivyo.
lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Awe ni askofu, awe ni mchungaji, awe ni mwimbaji wa kwaya, awe ni muombaji. Lakini alimadamu mnatenda dhambi zozote kanisani, alimadamu unafanya ujinga wowote kanisani, usipotubu, alimadamu haukutubu, utaangamia, utakufa miongoni mwa hao waliokufa kwa asilimia kubwa. Bwana asifiwe sana. Kwamba usipotubu dhambi kwa asilimia kubwa utakufa. Hakuna amani kwa mwenye dhambi, asema Bwana majeshi aliye hai. Nanukuwa andiko hili kwenye Isaya. Ni mna kazi jewe. Tena hapa kwenye 5 anasema neno lile 5 anasema, nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia. Yani neno moja ambalo lakini linarudia mara pili. Kwa hivyo mtu wa Mungu ulioko kanisani, muimbaji wa kwaya, muombaji, kijana yeyote ulioko kanisani, mhubiri yeyote, mwinjilisti yeyote, mchungaji, askofu, shemasi na vingine vyote, majina vikubwa, kama haukutubu dhambi, kama upo kanisani umevaa vazi la kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu kwa asilimia zote, mimi nakwambia kama usipotubu dhambi, usipoamua kubadili mfumo mzima wa maisha yako, mimi nakwambia kwa asilimia kubwa utaangamia miongoni mwa hao walioangamia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, tuache dhambi, tumtafute Mungu. Upo kanisani lakini tabia ni chafu. Unaimba kwaya, ni muombaji, kiongozi wa maombi, lakini ni malaya. Umejawa tamaa, umejawa zinaa, umejawa uzinzi na uasharati mwili mzima, umejawa mawazo mabaya. Ukiwaangalia unaowaongoza, yani kwa macho ya tamaa, watu waliolaaniwa, wana walaana, watu wasiokoma kutenda dhambi. Bwana aturumie sana kwa kweli. Bwana aturumie sana. Watu wa Mungu, Mungu sio Mungu yule ambaye tunaambia kama ni Mungu wa rehema. Tuturehemu tu siku moja, hakuna shida. Utakufa, utaanguka miongoni mwa walioanguka. Si mwepesi wa hasira lakini mwingi wa hasira. Bwana asifiwe sana. Si mwepesi wa hasira lakini ni mwingi wa hasira. Ila si mwepesi wa hasira lakini ni mwingi wa hasira. Mimi mnakaa sijui Hakuwazi maandiko kwamba mimi nitawakaribieni ninyi ili niwahukumu, nitakuwa shahidi mwepesi juu yenu, nasema Bwana. Si kila niambiaye Bwana Bwana ndiye ambaye ataingia katika uzima wa milele. Tumekuwa na wabwana wengi sana, tumekuwa na watu ambao wanasema Bwana Bwana Bwana, lakini wanaofahamika na Bwana huyo ni wachache sana. Bwana Bwana, Bwana. Lakini swali, je, huyo Bwana huyo anakujua, mtu wa Mungu? Huyo Bwana anakujua? Yaani ni mwovu lakini Bwana tu Bwana. Maandiko kwa wazi kwamba kila alitaye jina la Bwana na aache uovu. Timotheo 2:19. Mnakaa mnamuita Bwana lakini wazinzi. Mungu lakini mwasharati wewe. Shetani kabisa, afu unakaa sijui Bwana Bwana Bwana. Takufa. Utaangamia miongoni mwa walioanguka, mtu wa Mungu. Tubu dhambi, kurejea kwa Mungu kwa sawasa, wanasio unakaa unafanya upuuzi usio na maana yoyote. Ni kiongozi lakini hujiheshimu. Ni mchungaji lakini hujiheshimu, unatembea na kondoo unaowaongoza eti. Mungu atuhurumie sana kwa kweli. Mungu atuhurumie sana kwa kweli. Hali hii ni hali ambayo kwa asilimia zote sio hali nzuri. Watu wa Mungu, mimi nisongee sana. Tubuni dhambi madamu tuna wakati. Nisongee sana kwamba wakati ndio huu wa kumtafuta Mungu. Neema na amani ziwe nami. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu mtembee. Yesu mhukumu wake yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno Maranatha.